Sasa kwa jukumu hili nililopewa, niliona mapema nitembelee chombo hiki ili tuweze kuchukua uelekeo huo. Jambo la kwanza ninalolijua, najua maeneo ambayo fedha ya umma huwa inaweza kupotea. Sio kila eneo linavuja. Tuna maeneo ambayo yana matobo mengi, naweza nikasema. Tunayo maeneo hayo, na inawezekana Watanzania wengine wasiyajue, na inawezekana pia hata watunga kanuni hizi wanaweza wasiyajue, ama watengeneza matamko haya wanaweza wasiyajue. Madhara yake, tunaweza tukawa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma. Tunaweza kuwa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma, lakini uhalisia wake, masuala ya ukosefu wa maadili yakaendelea na yenyewe kikamilifu. Masuala ya rushwa yakaendelea kikamilifu, huku tunatekeleza sheria kikamilifu. Moja ya sababu itakuwa ni hiyo. Tulipopeleka tamko ndipo panapovuja zaidi, ndipo penye matobo zaidi. Fedha ya umma 75% na kuendelea ni manunuzi. Asilimia 75 na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi, mikataba kila mwaka. Na kuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ya ahadi ya uadilifu ambayo haiwalazimishi kuweka wazi mali zao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao, na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao, na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu,
zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka. Tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna kautamaduni ka kujaza fomu kila mwaka. Unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha. Na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya. Na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa. Yanajulikana. Maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndo yapewe kipaumbele. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma. Na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Ndipo mifano michache tu. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote. Na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi. Inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisema kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. Tutakapotengeneza matamko mapya, tunaweza tukaweka colors, sijui mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, waweke watu wanaosimamia, maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za zabuni. Ndio maana sasa inatokea fomu tunajaza vizuri sana. Kwa utaratibu Tanzania tunaongoza vizuri sana. Sasa kama tunaongoza hivi, uwe inatokeaje tena kuna kuwepo na mashimo haya? Eneo la pili ni eneo la makusanyo. Eneo la makusanyo. Na makusanyo yenyewe, lile eneo la wale wanaokadiria, hasa yule anayekadiria, anayekaa na mwenzake hapa wanakadiriana. Wale wanaochunguza makadirio. Ndio.
ilikuwepo kesi moja hapa siku za nyuma, miaka kama mitatu mingapi imepita. Kuna mtu mmoja alikadiriwa ndani ya wiki 3 makadirio yamepanda mara 4 tofauti. Ilianza milioni 600, kwenye milioni hiyo 600 alitakiwa atoe 300. Akakataa. Akapelekewa bilioni 2.4. Alivyoona hiyo kubwa sana sasa hawezi, akarudi kuongea nao hao kwamba basi ipunguzwe kutoka 300 ikaenda bilioni 3.4. Alivyoona hiyo kubwa sasa bora atoe ile aliyokuwa anaambiwa atoe ya kugawana nusu kwa nusu, akarudi ndani ya mwezi ule ikarudishwa tena. Unakuta haka ni kaafisa fulani kamoja wapo kenyewe hakajazi fomu ya maadili inapelekwa kwa katibu mkuu wake au kwa waziri wake au kwa kamishina wake. Kenyewe hakalazimiki kutaja mali kaliko nazo. Kana ahadi tu ambayo na yenyewe ikishajazwa inawekwa kabatini. Kwa kunakuwa na hata raia wa kawaida tu ambaye yeye hajasomea uchunguzi wala hajasomea masuala yoyote yanayohusu usimamiaji wa mambo ya maadili, anaona hili haliwezekani. Na wala isitafasiriwe kama watu kuwa na vitu vizuri ni dhambi. Dhambi ni kuwa na vitu vizuri kwa kupora haki iliyokuwa ya mwingine.